Shalom, shalom mpendwa katika Kristo. Nimekujia tena na ujumbe mfupi kwako ya kwamba sauti ya Mungu ni kila kitu unachohitaji maishani mwako. Sauti ya Mungu itake sana. Watu wengi maisha yao yameharibika kwa sababu ya kutaka kusikia sauti za wanadamu, lakini Mungu ndiye, kama nilivyosema katika Yeremia ya kwamba nina mipango mizuri yenye kesho yenye kung'aa zaidi sana kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nimekuja kukuambia ya kwamba tu sauti ya Mungu huweza kubadilisha hatima ya mtu. Ninaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza, sura zake ni 3 na mstari wa kwanza unashuka, namuona mtoto Samueli. Mtoto Samueli alikuwa na hatima ama kesho yenye kuangaa, lakini ilibidi sauti ya Mungu iingilie kati. Ilibidi Bwana aseme naye. Haijalishi Samueli hakuelewa, alirepondre kwa kuhani Eli akifikiri ya kwamba ni kuhani Eli ndiye anayemuita, lakini kuhani Eli aligundua ya kwamba ni Mungu, ni sauti ya Mungu ndiyo inayomtafuta Samueli kwa ajili ya kesho yake yenye kuangaa, kwa ajili ya hatima yenye furaha. Pasipo sauti ya Mungu, watu wengi end up in confusion. Leo nimekuja kukuambia mpendo ya kwamba sauti ya Mungu inaweza kubadilisha maisha yako. Sauti ya Mungu inaweza kubadilisha hatima yako na maisha yako yanakuwa ushuhuda mkubwa sana. Haijalishi umeharibu kwa namna gani, haijalishi umeharibisha mara ngapi, haijalishi umechafuka namna gani, leo Yesu Kristo anakuita kwa sauti yake ili ya kwamba abadilishe hatima yako, ili ya kwamba upokee uwezo wa kufanyika kuwa mwana wake, ili ya kwamba ayatengeneze maisha yako mapya. Maana maisha ya wengi yameharibika. Wengi ni vijana lakini wameonekana wazee kwa sababu wamechagua majukumu ambayo sio, wameshindwa kuchagua uzima, wakachagua mauti. Leo Yesu Kristo anakuita ya kwamba anaweza kubadilisha hatima yako, anaweza kutengeneza kesho yako. Haijalishi umekosea namna gani, damu ya Yesu Kristo ipo tayari kukurekebisha upya, iko tayari kukujenga tena upya. Mpendwa, wewe nifuata kwa majira kama na haya, sauti ya Yesu Kristo inapiga kengele kwa tariki ya leo ya kwamba umgeukie Mungu, ya kwamba umrudilie Mungu. Watu wengi wameanza kwa roho, lakini wali end up kumaliza kwa mwili. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba Yesu anakupenda, Yesu Kristo anakuhitaji. Damu ya Yesu Kristo inanena mema kwa ajili ya wote, kama tu utakubali kumpokea na maisha yako yatakuwa ushuhuda. Yesu Kristo yuko tayari kupatia identity ya mpya. Yesu Kristo yuko tayari kukuhonore. Yesu Kristo yuko tayari kuyatengeneza maisha yako yaliyoharibika, maana yeye ni muumbaji wetu, maana yeye ni yote tunayohitaji. Yeye anayekuwa na uwezo wa kurejesha uhai kwa yale yaliyoliwa na nondo, ya kurejesha heshima iliyopotea, kwa kurejesha sifa iliyopotea. Yesu Kristo yuko tayari kukujibu. Yawezekana tu matatizo ya dunia yamekufanya wewe ushindwe, lakini leo sauti ya Bwana inabisha mlangoni mwako ya kwamba Bwana yu tayari kutengeneza, ya kwamba sauti ya Bwana hutengeneza hatima yako kwa viwango ambavyo si vya kawaida. Acha Bwana Mungu akubariki na gawa kwa wengi na itakuwa baraka. In Jesus name, God bless you. Is yours evangelist Exoseph Aisha Nzuruni from Mountain of Solution Fellowship. I love you and God bless you.